Kama ambavyo mti una pande mbili, yaani upande unaoonekana na upande usioonekana, upande wa shina na matawi na upande wa mizizi, upande usioonekana, ndivyo ilivyo kwa mwanadamu. Ana pande mbili, ana upande unaoonekana, ulimwengu wa damu na nyama, ana upande usioonekana, ulimwengu wa roho, upande wa Mungu. Kama ambavyo nyumbani kwa kina mti ni chini, origini ya mti ni chini, chanzo cha mti ni chini, alikotokea mti ni chini, yaani upande usioonekana kwenye mizizi, ndivyo ilivyo kwa mwanadamu. Origini yake ni kwa Mungu, chanzo chake ni kwa Mungu, nyumbani kwao ni kwa Mungu, alikotokea ni kwa Mungu, yaani ulimwengu wa roho, upande usioonekana. Tunaendelea. Ukitaka, yani kama ambavyo ukitaka mti ustawi, ukitaka mti ufanikiwe, ukitaka mti uwe na matunda mazuri, ukitaka mti ufanikiwe, unawekeza chini, unawekeza upande usioonekana, unamwagilia maji chini kwenye mzizi, unaweka mbolea chini kwenye mzizi, unawekeza, unadili na upande usioonekana. Ndivyo ilivyo kwa mwanadamu. Ukitaka mwanadamu afanikiwe au wewe ufanikiwe, dili na upande usioonekana, wekeza upande usioonekana, toa sadaka upande wa Mungu, wekeza kwa Mungu, funga sana, omba sana, toa sadaka sana, soma neno sana, msikilize Mungu sana. Na hapo ndipo inakuja ile sentensi inayosema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mengine yote mtazidishiwa. Hiyo ni Biblia, nenda kasome. Na hiyo ndo siri ya mafanikio, na watu wote waliofanikiwa hii siri wanaijua na wanaitendea kazi. Sasa wewe iache kama ilivyo. Unaona wenzio wanatoa sadaka kanisani, uko tu mchungaji anapenda sadaka huyu, wanatoa zaka, uko tu nataka nikalipie kodi, wanafanya hiki ufanye, wanafunga hufungi, wanaomba hauombi, wanasoma neno hausomi neno. Hujui siri ya kuwekeza katika ulimwengu wa roho, hujui siri ya kuwekeza katika ulimwengu usioonekana, hujui hiyo siri. Leo na kufungua macho katika jina la Yesu, upokee nguvu ya kuanza kudili na upande usioonekana, upokee nguvu ya kuanza kudili na upande usioonekana, upokee nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Ni mpaka utakapojua nianze kuwekeza sasa ulimwengu wa roho, nianze kuwekeza ulimwengu usioonekana, nianze kudili na ulimwengu usioonekana. Raba shada raba baba, rika raba basharaba, rima marabo shada baba. Ukiona mtu anaomba, ana pray, amejua siri. Ukiona mtu anatoa sana, amejua siri. Ukiona mtu anasoma neno la Mungu na kulifanyia kazi kwa kasi, ujue amejua siri. Ukiona mtu anafunga bila kujihurumia, ujue amejua siri. Na mpe muda. Swala la muda. Bwana Yesu asifiwe. So mimi najua umeelewa ninachosema. Nataka nikwambie sasa. Unasema sasa dada Enya nifanyaje? Umechomwa moyo. Sasa nafanyaje dada Enya? Ndo nafanyaje? Hapa ndo nafanyaje? Biblia inasema Petro alipokuwa anahubiri, wale watu wakachomwa mioyo. Wakasema sasa unatufanyaje? Yani tufanyaje? Maana tumeshakuelewa, sasa tufanyaje? Nataka nikwambie cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo anza kufunga bila kujihurumia. Utajihurumia mpaka lini?
Ushajihurumia mara ngapi? Imekufaidisha nini? Hebu jaribu na hii sasa. Anza kufunga bila kujihurumia. Yaani angalau hata kwa wiki funga hata mara ngapi? Yaani kwa wiki kwa siku 7, bakisha hata siku 3 tu. Siku 4 funga. Ukifunga, lakini sasa hili ni somo lingine. Somo la kufunga ni somo lingine. Utatafuta YouTube channel yangu hapa utaliona ile somo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kiukweli kwamba ukifunga unajimwambafai. Ukifunga unakuwa bouncer. Ukifunga unakuwa juu ya falme na mamlaka. Kwa unaweza kuamrisha chochote. Hilo la kwanza. La pili, anza kutoa bila kujihurumia. Yaani concept hapa ni bila kujihurumia. Bila kujihurumia. Wewe umeweka mahela benki, umeyahifadhi mahela benki, kuna watu huko wana shida. Umeweka mahela benki. Sawa, kuna benki, umeweka kwenye mpesa yako kuna hela. Umezihifadhi tu, si ndio? Afu unataka Mungu akufanikishe. Sio kanuni ya Mungu. Mtu mmoja aliniambia akasema hatuishi kwa budget. Umebudget hela zako, umezibudget hizo. Kila hela inaka kitu kwa kufanya. Mpaka mtu akija, kaka naomba hela, sina. Sio kwamba huna. Umebudget hela zako balaa. Mpaka Mungu akija kwa njia ya mtu, naomba hela, mimi sina hela. Unazo ila umezifinyia kwako. Hatuishi kwa budget. Tunaishi kwa imani. So anza kuachilia. Acha ubinafsi. Toa hela sadaka. Toa. Hata kama sio na 5,000, huna hata nauli ya kurudi nyumbani. Bwana asifiwe. Hilo la pili. Funga sana bila kuomba. Toa bila kujihurumia. Omba sana. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Omba sana. Raba shada baba rakaba jedeba rima saya rikoroboshada raba baba. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, si chini ya lisali 1 mara 3 kwa siku. Yaani anza wewe kufanya hayo mambo, utaniambia. Utaanza kuona vitu vinabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimesema funga, nimesema toa sana bila kujihurumia, nimesema omba, fanya maombi, soma neno. Soma neno. Neno la Mungu nalikae kwa wingi ndani yenu. Soma neno. Uko busy, basi download Biblia ya kusikiliza. Uko unafanya kazi zako, uko unasikiliza. Lijae kwa wingi. Lijae kwa wingi. Hiyo ndio namna ya kuwekeza ulimwengu usioonekana. Hiyo ndio namna ya kuwekeza ulimwengu usioonekana. Mambo 4. Na hiyo ndio siri kwa hapo. Mambo 4. Wekeza ulimwengu usioonekana. Wekeza ulimwengu usioonekana. Wekeza ulimwengu usioonekana. Wekeza ulimwengu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wajanja wanajua sana. Wanajua hivi. Na kama yeye ni mwabudu shetani, unamkuta yuko vizuri sana, anacheza vizuri sana na waganga wake. Anacheza vizuri sana na mizimu. Anacheza vizuri sana. Sasa hiyo ni njia, ni wrong. Sawa, atafanikiwa lakini ni wrong, baadaye anaenda kupigwa. Wewe wa Mungu, twende. Wekeza kwa Mungu. Fanya ibada sana. Na hayo mambo 4 nilokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya hivi, utarudi hapa kunishukuru. Utanipigia simu, dada Ene, kwa kweli nimemwona Mungu. Kwa kasi. Fanya kwa kasi. Fanya kwa hasira. Hizo njia zingine umezijaribu, wewe mwenyewe umejionea matokeo. Jaribu na ione. Fanya kwa kasi. Jiunge na kanisa. Okay. Kama umeangalia hii video wewe huna kanisa la kuabudu, naomba unione. Naomba unione. Mimi najua nitakachofanya. Nipigie simu hapo, kuna namba yangu hapo ya simu inaisha 43. Call me through that number. Njoo hata kwa njia WhatsApp, njoo kwa message ya kawaida. Mimi nitakuunganisha na kanisa ambalo liko hai na litakusaidia katika haya mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu akubariki sana. Na naomba kitu kimoja, nisaidie, ni support, share video hii, comment,
like. Jamani, mambo yetu si mnajua, mambo ya YouTube si mnajua. Share iwafikie watu. Najua hapa YouTube ni worldwide. Share iwafikie watu wengi zaidi. Comment, utakuwa umenisaidia. Yaani usiangalie tu na kuanza sasa kuyafanyia kazi haya niliyosema, alafu hujashare video, huja comment, huja like. Huo nao utakuwa ni some kind of binafsi. So do that. Utamsaidia na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. May the Lord bless you.